Kabla hujaingia lazima upulizwe marashi kiasi. Anyway, long time, vipi hali by the way? Mungu anasaidia kwa kweli. Mimi nakumbuka nikiachana na wewe, kibao ambacho kilikuwa kinatesa anga wakati huo ama enzi hizo ama kipindiko ni kibao cha Sherii, ambapo kwa sasa ni vibao ambavyo vinakubaliwa kwa sababu ya urban rumba, mtindo wa kisasa wa rumba. Na najua wewe ni mwanamuziki mzuri sana ambao unapiga gita, vocal uko fresh, lakini ulienda kimya kimya kidogo. Lakini kwa sasa naona umerudi na mpigo wa kiasi chake. Kimya kingi kilikuwa kina nini? Bana hiyo time sikuwa na mtu ambaye ananishika mkono. But saa hizi vile anaona talent yangu, mtu nimepotea. Nilikuwa nafanya kazi nyingine, sikuwa nafanya muziki. But nilipopata naye alipoona talent yangu akasema acha tunaweza fanya kitu. Alright. Ndio akasimamia hiyo ilikuwa ngoma ya kwanza, zingine pia Talanta hii uligundua lini? Na muziki ulianza lini? Niseme niligundua nilipokuwa shule. Nilikuwa nacheza gitaa nikiwa nyumbani, nilipoenda shule ndio kumbe naweza andika. Licha ya kupiga gitaa naweza andika, naweza imba vizuri. So pia ile kupata mabesti kusema wewe unaweza kufanya kitu fulani, unaweza sana. Ile kujaribu nikaona kumbe ni kitu naweza. Kwa sasa uko chini ya record label gani ama jina lake liitwaje? Sasa niko na Big Boni. Big Boni. Big Boni ndio manager ama ndio record label? Yeye ndio manager. Alright. Label inakuja. Alright, idea nitamficha kwa sababu ndio kibao ambacho nitakuwa na kilaunch rasmi jioni ya leo ndani ya masafa 95.0. Alafu tusikie ladha ya muziki na pia msikilizaji atuambie anakipataje hiki kibao. Kabla hatuja kiachizi kibao, idea nitamficha. Idea ilikujaje? Na kibao chenyewe kinazungumza nini haswa? Yaani hiyo ni story tu ya maisha yangu. Ni story fulani iko na kweli ndani kiasi. So nimepata kuna ficha mtoto wa kike nini? Kwa kiasi sikuwa namficha kweli. Sikuwa namficha kweli lakini tu ni idea nimekuja nayo. Ndio mtoto mwenye niko naye sasa hivi. Okay. Why utamficha? Kwa sababu wapenzi wengi tunaona bana, ukihitaji penzi la kweli onyesha mtoto wa kike kwa watu kwamba huyu ndo wangu, lakini nashangaa hapa bana utamficha. Kwani hutaki kumegewa bro? Manyavu kibao nje. Manyao ni wengi. Ndio. So nacheza chini tu sasa hivi. Private lives hiyo bana inabidi. Yule wa kwanza alichukua yenu attention. Najua vichwani mwenu na mengi makwesha. Ala, huyu wa sasa amenipatia yake affection. Ngozi laini kabla hajapaka lotion. Alivyo sexy baby ni kama ameshinda loto, na akitembea nyuma yake inaenda na motion. Mimi mwenzenu mpaka lisi kama nimerogwa, nikasema kwa heri mapenzi alilo chaninoma. Niko na hakika Mungu halali kwao, na amlaze vyema mwanangu lo kipenda chema. Sitaki kufuata kabila lao, sitaki kufuata hizo nyendo za mana. Huyu wa sasa mie nataka kumficha, na tamficha samabani wangu wasije wakamchukua. huyu wa sasa wataka kumficha. So wa sasa wataka kumficha, yani utambui lolote lile, wewe umfiche kaende. Afro Country mwanangu, zamani tulikuwa kuita Country Mora. Bana we. Lakini sasa hivi umeupgrade sijui ama transition sijui. Mbona kuamua kutoka kwa Country Mora kuja kwa Afro Country? Niseme tu ni issue na brand hiyo, ni issue zangu. Uone kwamba maybe itakuwa inapoteza customer ama followers wako kwenye muziki? Hapana. Kwa sababu pia Country Mora sikuwa nimeshika sana hiyo time. Sasa hivi ndio mpya tunakuja niko vizuri. Alright. So ujio mpya mambo mapya. Bana wewe. Na
Nini ambacho kimekuvutia sana hadi kuja na jina la Afro Country? Cha kwanza mimi mwenyewe ni mtu wa Afro, mtu mwenyewe. So nikasema ile country start kwa kitu Afro Country. Na country in Kenya. County Tanzania. Alright. Nakumbuka way back ulikuwa ukijihusisha ama ukifanya kazi pamoja na Fred Abiyo. Sijui ulikuwa uko chini ya record label yake ambayo alikuwa akifanya muziki ama na what happened hadi ukajiondoa kule ukaamua kujisimamia mwenyewe kimuziki na mpaka saa hii uko na management nyingine mpya? Niseme pia sikuwa kwa ile management, nilikuwa tu tuseme nilikuwa nimedandia tu kwa ile management. Nilikuwa na label tu na management. Alright. So huko chini hiyo management ya kwake. Ndio kuja kugundua talent yangu akaona shika kiasi. So nitaficha ni kibao ambacho kwa sasa kinafanya mzuri. Sijui upande wako mapokezi yalikuwaje? Nisema mapokezi yalikuwa vizuri. Mimi mwenyewe nilipofanya hiyo ngoma, sikudhani kama ingefikia hapa. Alafu pia nilipomfikia Big Bone, nakuja naye akamwambia mimi ataongea. Akasema hiyo ngoma lazima tuifanye mambo. So akawa na kuna issue zake za pesa, alafu ikaje kafaulu, akasema tunaishi. Hata sikuwa tayari, usiku nipigia simu, uko wapi? Mimi niko home, niko Kibusu. Tuka kwa barabara tuishie. Tutokezea mazee yako na hata sikuwa nimebeba nguo, tukaenda tena nikabaki huko mbele. Hiyo kwani kwa niseme ni Mungu. Na yule mtoto wa kike ambaye ndio Video Vixen ndio mtoto ambaye utamficha, maana tushamuona hivi ama? Hapana, sio mtoto mzuri yule. Sio yule. Anyway, meneja ambao umesema anaitwa Big Bone. Yes, Big Bone ulikutana naye wapi na hadi akapendezwa na kipaji chako wewe mwenyewe? Niseme tu namba yake nilikuwa nayo, nilikuwa nikifanya job zangu namtumia. Pia alikuwa na view lakini sioni anipatie majibu yoyote. Lakini kwa hiyo nilipomtumia yeye muona amenipigia simu tu hapo So nikaona ni Mungu. Naona hapa ndo mahali ambapo mimi nitaangukia japo tu Rosafi. So umepangiliwa muziki ni gani? Kwa sababu audio uliachia, video shaachia, msikilizaji ama shabiki wako wasubirie nini kutoka hapa sasa? Wasubirie mambo ni mazuri. Hii wiki Mungu akituwezesha, naona Big Bone amesema tunafanya kuna ngoma fulani ya gospel. Tutakuwa tunafanya hii wiki video. Tunafanya tu huko nyumbani lakini wacha tuone vile itakuwa. So mambo ni mengi. Umepanga pia kupiga gospel. Ya kushukuru Mungu, mwaka umekuwa vibaya kwa watu wengi lakini tunamaliza salama. Na meneja ameweza kuungana nasi hapa kidogo, nimuulize mawili matatu. Jua watu kama ndio watu ambao tunapenda sana waweze kushika mkono wasanii wa nyumbani na tujue wanasonga mbele kwa kiasi gani ama kwa kiwango gani. Karibu sana Big Bone. Shukran sana bro. Kwema lakini alhamdulillah Mungu anasaidia. Bwana, mimi nasema asante sana kwa kushika ba mdogo huyu kwa kumwezesha kwa kipaji ambacho anakifanya na watu wanafurahia ngoma ambazo anazitoa. Umepangia nini bwana? Kuna mambo mazuri, siwezi preempt kila kitu but there are good things ambazo zinakuja, lakini kwanza nipende kushukuru usimamizi wa Vox Radio kwa hii fursa. Tunasema shukrani sana kwa sababu mnashikilia wasanii na kuwa support zaidi. Ndio. Lakini kama ulivyoniuliza ni kwamba mambo mazuri yanakuja kwa sababu unajua kijana ako na talanta. Kijana anaweza anaweza kupiga gita, anaweza kupiga piano vizuri. Na utakubaliana mimi pia vocals zake ni ziko vizuri Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja kama nilivyosema. Weekend tunapania kufanya gospel pia, kushukuru Mwenyezi Mungu for the far ametuleta, mwaka umekuwa napanda shuka. So ni grace ya God. Tunafanya hiyo, tunaachilia hiyo video audio samani. Alright. Lakini kuna mambo mazuri yanakuja. Alright, safi. Hello. Hey. Asante. Asante sana. Alright. Okay. Shukrani sana.
So hebu tuangalie kwenye panda shuka muziki. Unajua kuna watu ambao wanatamania kufika pale ambapo wewe umefika, lakini sometimes inakuwa ni changamoto pia. Una lipi la kuzungumzia hasa wewe kama artist, wakati unajua umesema kulikuwa na time ambapo ulikuwa kimya kiasi. Sasa natambua kuna wengi ambao wanatamania kufika pale ambapo umefika wewe, lakini hawajafika pale. So utazungumzia nini kuhusiana na hili? Sema tu challenges ni mingi na sana sana hapo kwa kutoa pesa mtu akafanya audio huwa inakuwa ngumu. Kuna watu wengi wana talent lakini hasa hiyo pesa. Lakini pale Gibea wanatoa tu 3,000 kwa audio na production iko vizuri. Yaani nasema tu kufanya kazi poa pia yaani ni good. Na je, support kutoka kwa wakazi wa Tana River wewe unahisije? Wanawapokea mzuri wasanii wao na kuwakumbatia na kuwapatia support inayofaa? Mimi naona support iko vizuri. Kama ngoma yangu kidogo na support iko vizuri. Okay. Right, sawa. Maana kuna wengine nasikia wakisema kwamba wakazi wa kaunti bana kusupport wasanii wa nyumbani changamoto ese. Niseme kama kazi ni mzuri watu watasupport. Kazi kama ni mzuri watu watasupport. Alright. Box Radio Low. Alright, asante. Karibu sana manager. Yeah, asante sana. Na wacha nianze kutangulia na kusema kwamba mimi nina operate na principle moja katika maisha yangu. You rise by lifting others. Hiyo ni kitu muhimu sana ambao na operate nayo. Na nimekuwa sana ibuka kweli kama ulivyosema wasanii wanatumiwa na kama hivyo, lakini kwangu mimi nikiangalia talanta ya Tana River kidogo haijafika ile level ambayo inafaa kufika international level. Muziki wa kwa mfano muziki wa Tana River utoke Tana River uende level fulani uwe unatambulika bado. Kwa hiyo mimi niko na ndoto siku moja. In fact nimekuwa nikifikiria kutumia tool, a uniting tool ya kufikisha art, si muziki peke yake, art ya Tana River tumefikisha ile level international level na ile level utakubaliana na mimi kwamba music ni multi-billion business. Kwa mfano sitaki kutumia mifano mingi, lakini angalia kwa mfano kule kwetu kule ndugu zetu wale wa Tanzania kina Diamond Platnumz. So naona vile wanatengeza pesa na muziki. So nia yangu ni kusaidia wasanii na si huyu peke yake. Niko na plan na niko na timu yangu. Tuko na ndoto kubwa ya kusaidia kipaji cha Tana River tuhakikishe kwamba kimefika ile level ambayo inafaa kufika. Maybe Afro Country, kati ya fursa ambazo manager leo sema chagua msanii wote ndani ya coast tufanye naye collab, wewe ungependa kufanya na nani? Mimi kwanza vile napenda marap nini, naweza sema kuna huyo dogo huyo Mgiriama huyo Malindi Rigandandi mazee naweza penda sana Masangoni boy kama mkeo huko pale. So huyo ndio mambo ambayo naamini kwamba unapofanya naye collab basi umeridhia chemistry itakuwa fresh. Itakuwa vizuri. Wako wengi hata hapa huko kuna kama msema kweli hapo vizuri. Yeah, sure. Nadhani tutafanya kazi na yeye. Na maybe Kenya nzima kwa ujumla. Unaweza chagua nani? Kenya mzima hapo naweza penda Kelechi napenda kufuatilia. Kelechi Africana na kuna huyo anaitwa Otile Brown. Masauti vipi? Masauti pia kwa vizuri naweza fanya. Right, Rigandandi mwamba huyo hapa Masangoni rafiki yangu sana. Itakuwa kutoka naweza pigia simu sasa hivi kuna mwamba ambaye anakufagilia hapa. Msikilizaji zidi kutegea pale ulipo mwendo wa saa 2 tutakuwa tunasema madukani kiasi, lakini pokea kibao hiki chake Fred Abio akimshirikisha Afro Country anasema Usumwie. Kibao hiki kibao by the way Usumwie kacha ndio niyo. Ina maana gani by the way? Tulikaa chini na Fred tukawaza tufanye kitu tu ya nyumbani, vile vitu nyumbani watu wanapenda kama vyakula, zile vitu maziwa yenye tuko nayo huko. So tukagawanya, ukisikiza hiyo ngoma mimi nimeimba vitu zingine tofauti kama maziwa nini, yeye pia ameimba vitu zake. Right, so neno lako la mwisho kwa wasanii na pia kwa kibao cha Nitamficha, ukizingatia kwamba watakupata wapi katika social media na kila kitu? Instagram pia napatikana Afro Country original country Instagram, Facebook Afro Country.
YouTube pia tunatafuta tena. Afro Country. Huko kwingine pia tunaenda mbele. Kwa Spotify ni tufungua pia. Alright. So namshauri vipi msikilizaji kuhusiana na kibao? Kibao watu wasikize, message iko vizuri. Nadhani kila mtu itamgusa. Alright. Yeah. Asante sana msikilizaji, ndio Afro Country, mwanamuziki ambaye tumekuwa naye usiku wa leo kupitia masafa 65.0. Kibao kinakwenda kwa jina Nitamficha. Hii ndio mara ya kwanza ambapo tuna launch hiki kibao. In case unahitaji kutuma request ya kibao, usikose ku request kibao cha Afro Country kwa jina Nitamficha. Ni moja kati ya vibao ambavyo lazima tuvipatie upatwa mbele ili kusonga mbele na kusupport usanii wa kwetu nyumbani.